Tuje hapa, we aliyekuvuta sasa kuingia kwenye DJ kama ambavyo umetuambia kwamba mwanzo ulikuwa unapenda kusimulia movies na nini. Aliyekuvuta ukatamani na mimi natamani niweze kuwa DJ, alikuwa ni nani na ulianza vipi kujifunza? Nakumbuka wakati mimi naanza kufeel kabisa kwamba sasa hivi nataka kuwa DJ. Ni ma DJ ambao nilikuwa nawasikia ndio walikuwa wanani-inspire. Okay. Enzo. Sababu kwa mazingira ambayo nilikuwepo Geita, nilikuwa Geita. Ma DJ ambao nilikuwa naweza kuwafuatilia kwa kipindi kile, ambao nilikuwa naweza kuwapata kwa wakati. Walikuwa kama kina DJ Diomi, okay, DJ Zero, alikuwa unasikiliza kwenye radio? Yeah, kwenye radio. Kina DJ nani mwingine? Ma legend yao kina Mafuvu, DJ Mafuvu. Yeah. Sama kidogo. Kina Sama, Sama nakumbuka Sama alikuwa anafanya East Africa. Yeah. Na ma DJ wengine wakubwa ambao wengine tunaweza tusiwakumbuke kwa haraka. Lakini ma role model ni hawa ambao mpaka sasa hivi tunaona bado wanafanya poa, kwa hiyo nilikuwa nawazingatia sana. Ukipata muda, yani mimi nilikuwa radio ikifunguliwa nasubiri tu kipindi ambacho DJ anapiga. Yeah. Mambo ya wana stories zao wewe hutaki jua. Nilikuwa serious. Kwanza nilikuwa serious tu anazungumzia. Kwa hiyo hivyo yani na mabrother ambao wameni-inspire. Mimi nimeanza kujifunza DJ 2014. Okay. 2014. Yeah, ndo naanza sasa kuingia kwenye game. Na nilibahatika kukutana na bro wetu mmoja hivi. Ana kikundi chake kinaitwa Pro 7 DJs. Okay. Kiko pale Geita na kinafanya poa sana kwa kipande kile. Kwa ana kila kitu. Hivi yani, Pro 7 DJs ni tofauti na Pro 24? Yeah, Pro 24 iko Dar, Pro 7 iko iko Geita. Sawa? Sasa pale sisi tumebahatika kupata nafasi kubwa kwa kuonyesha nia. Yeye alikuwa na vifaa, alikuwa yuko complete, alikuwa anafanya event zake za harusi na nini. Na ikitokea kama kuna event au akihitajika sehemu kupeleka sound na nini, yani, lakini alikuwa hana vijana. Vijana alikuwa ni changamoto. Sisi tulipopeleka pale nia, tukaonyesha, tukapewa kama testing, unajua mtu mwenye nia anaonekana. Na yeye alikuwa na namna yake ya kumpima mtu kama huyu atatoboa. Ana nia na kubeba speaker kuna nini, kama yani mbanga zote ambazo unazijua za kujitafuta mimi nimepitia. Yani haikuwa rahisi, sio kama DJ siku hizi anakaa tu ndani anajifungia na laptop anaingia TikTok, akitoka huko na tayari ashakuwa DJ. Hapana, mimi nimepitia mbanga zote. Nimetumia CD pia. Ile kuscratch kwa kutumia CD. Yani unaweka CD kwenye deck machine. Yani machine ile ya kuscratch, sio? Au sio ya usiongelee turntable. Deki kama deki. Machine unaweka CD kama zile CD za kuangalizia za movies zile za VCD na DVD. DVD. Yeah, nimetumia pia ile DVD. Yeah, kwa hiyo japo nimekuta teknolojia ndio inaenda inaishaisha. Lakini mimi nimetumia pia ile zile ma DJ anakuwa kwenye ile CD. Unakuwa na mkoba kabisa umebani nyimbo zako. Kama ni 10 na umeandika majina ya nyimbo, namba 1, nyimbo fulani, namba 2, nyimbo fulani. Hiyo inabidi unakuwa unaizungusha ile CD unasikiliza. Kuna namna ambapo ulikuwa na skip kuipata nyimbo unayotaka, kama ni next, kuna namna ya next ilikuwepo. Lakini ni teknolojia ambayo ilikuwa ni yani unachelewa sana. Na inabidi pia ujiandae. Yani wewe DJ ndio inabidi uwe faster kuliko sasa hivi ambapo teknolojia iko faster kuliko DJ. Yani DJ ndio utakuwa uwe faster yani kuliko teknolojia iliyokuwepo wakati ule. Okay. Nimetumia kidogo japo ni ndo teknolojia ilikuwa inaisha hiyo. Kipindi hicho cha 2014 mwisho nimezikuta CD pale kwa yule bro wetu anaitwa Limbu the DJ. Limbu the DJ. CEO wa Pro 7 DJ. Okay. Sawa, kwa hiyo pale ndipo ambapo tuseme tunafunga huu mjadala kwamba Geita Pro 7 DJs ndipo sehemu ambayo uliweza kujifunzia mpaka kuelewa namna ya kupiga muziki, scratch na kila kitu. Okay? Pale Geita toka wewe mwaka 2014 umepiga kazi wapi na wapi kabla haujaja Kahama? Pale kulikuwa na clubs, kulikuwa na bar. Kwa hiyo nilianzia pale, pia event za mtaani na nini. Yani nimepiga yani mpaka msiba nimepiga. Yani DJ ambaye nimepiga kila sehemu, nimepitia kila mazingira.
Kwa hiyo nimefanya sehemu tofauti zingine zishavunjika, sasa hivi ni kitambo shakufa. Okay. Kwa hiyo nilipotoka hapo, baada ya kutoka hapo nikaja Kahama, nikazunguka Mwanza, ikawa sasa ni kutafutana kidogo, lakini mpaka baadaye nilipokuja kukaa Kahama kwa muda mrefu. Okay. Sawa. Kahama umekaa toka muda gani ile officially kabisa? Kahama officially tuseme sasa hivi ni miaka 4 nyuma. Miaka 4 nyuma. So tunazungumzia mwaka kama 2021 fulani. 2021. 2020 nilikuwa Kahama, lakini nikatoka kidogo nikarudi. Nikaendelea na issue zangu, nikaenda Morogoro, nikatoka Morogoro, nikaenda Dar, nikatoka Dar, nikarudi Geita, nikatoka Geita, nikarudi Kahama sasa ndio kwa pia mimi wasio mtu wa kukaa sehemu eti kwa sababu nilikuwa Kahama miaka 4. Yaani nawasema kuwa Kahama sio kwamba nilikuwa sitoki, natoka, naweza nikawa Dar labda tuseme miezi 3, naweza nikawa mkoa mwingine miezi kadhaa, lakini muda mwingi na utumia kuwa Kahama mpaka muda huu tunavyoongea hapa. Tunapozungumzia ma DJs kwenye wilaya yetu ya Kahama, na imani wale wazee wa kwenda viwanja na nini watakupiga mawe mengi sana kama halitotajwa jina lako la DJ Sure Scratch. For sure. Na moja kati ya sehemu ambayo ilikufanya watu wengi tukaweza kufahamu ni The Magic 101. Hebu nataka unipitishe ile simu ama ule mchongo unaupata kwa bwana kuna baka hapa inaitwa The Magic 101, inabidi uje ufanye kazi hapa. Ile ilikuwaje? Kwanza kabla ya kuwa The Magic 101 nishai kufanya kazi The Fox, nishai kufanya kazi African Lounge. Okay. Kwa hiyo nilikuja first time nakuja Kahama, nilikuja nikafikia African Lounge. Wakati huo bado ya moto. Kipindi hicho mgodi uko wazi pale, mbona ilikuwa noma sana. Hiyo kipindi hicho anakuja sijui kina Rayvanny nini? Ilikuwa noma. Nishaikuwa pale japo sikukaa kwa muda mrefu. Almost miezi kadhaa, lakini nilikuwepo pale. Nilipotoka pale ndo nakumbuka nilienda Morogoro, nilipotoka Morogoro nikaenda Dar. Nilipotoka Dar nikaja Kahama nikafikia The Fox. The Fox wakati huo inakimbiza balaa. Noma. The Fox nimefanya lakini ikafikia kipindi ndo nakumbuka ilikuwa kipindi cha Corona. Ikawa imefungwa, kwenye kufungwa ikatengenezwa Fox nyingine Katoro. Kwa hiyo tukamove kama team tukaenda Katoro. Ile ya Katoro ilikuwa ni boss wake ni huyu wa Kahama. Tukaenda kule tukasema sisi hatukukaa sana. Kulingana na mazingira kule sisi hayakuwa salama kwenu na nini amkwenda kama tumetoka town alafu tumeingia. Alafu narudi nyuma Kwa hiyo tukachimba. Ulikuwa wewe na nani hapo? Niko na mwanangu Jojo. DJ Jojo, Traveler Bang. Niko na timu ya watu wengi ambao sasa hivi wako sehemu tofauti. Alafu sasa hivi ni watu wakubwa sana. Hivyo tu. Kwa mkawa mmeenda Katoro. Kila mmoja akaseparate kinamna yake baada ya kukaa kule. So baada kule napo pakafungwa. Kila mmoja akajitafuta kwa njia yake. Sawa. Kwa baada hapo wewe ndo baada ya hapo nikawa soba kutoka Katoro kwenda Geita ni dakika 20 hivi fulani hivi, so mwendo mrefu sana. Kwa hiyo nikawa nipo Geita, lakini nilipokaa Geita pia nikawa napiga gigs, lakini nikaona kukaa Geita pia so nyama. Nimerudi Kahama. Kwa hiyo kurudi Kahama sikuja kama nimekuja Magic 101 kufanya kazi. Nilikuja tu kama mtu ambaye nimekuja kuangalia plani na nini nitafanya kwa wakati huo. Kwa hata wakati naingia Magic kwanza niliingia, yani sikuingia kama DJ ambayo watu wananijua na nishaye kufanya kazi. Yani nilikuwa kama watu wanaona kama boss ukimwambia hivi hapa ni DJ, yani anaona kama ile anaona wewe vipi au kama unajisikia nini. Yani niliingia kama wananifanyia trial. Lakini aliokuepo pale kama chief DJ ndo alikuwa ananifahamu vizuri. Kwa hiyo anambia mpeni gepu udogo anaweza kufanya kitu. Nakumbuka alikuwa ni Shebe Love. Alafu manager entertainment alikuwa ni Babji, anaitwa Babji. Yeah. Lakini pia Jojo ni mtu ambaye tulikuwa tushafanya naye kazi
The Fox. Kwa hiyo alikuwa ni mwanangu sana yeye. Anafahamu. Naye alikuwa anajua kwamba mimi ninaoma kabisa. Kwa hiyo naye alitia nguvu kidogo kwenye kusupport. Kwa hiyo nilivyoanza hii nakupa ni exclusive. Nipatie hata nilipopiga mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu mimi ndio nilikuwa nalipwa mshahara nusu kati ya mshahara ambao analipwa ma DJ pale. Okay. Lakini ilifikia hatua mimi ndio nikawa nalipwa mshahara mkubwa kuliko ma DJ wengine wote pale. Hiyo ni makopa ni exclusive. Hiyo ni exclusive. Nilikuwa sina hiyo. Kwa hiyo mpaka naondoka pale, kwa hiyo ilikuwa mimi ndio nilikuwa top. Kwa hiyo uliingia The Magic 101 kama mtu ambaye wanakufanya trial wa kuona je huyu mtu ana uwezo au la, kama pia msaidizi. Okay, sawa. So tuzungumzie yale maisha kidogo tu, si ndio? Mmeingia kipindi ambacho ile bar ikawa namba 1. Mtu ambaye anataka kuenjoy, mtu ambaye ni kijana na nini, kama anataka kwenda kuenjoy lazima aende The Magic pale. Yale maisha ulikuwa unayaonaje? Kwa sababu ukiangalia wewe ndo DJ, yani wote wale wanakuja, lakini moja kati ya watu ambao wananitegemea au wanaokuja hapa ni mimi, kwamba mimi inabidi niwarushe hao. Yale maisha yanakufanya pia ujione kama ndo umeingia sasa kwenye game. Ukiwa kwenye bar kubwa lazima uwe mkubwa kwa namna yoyote. Huwezi kuwa bar kubwa afuka bado wewe ni mtu mdogo, hapana. Magic ni bar kubwa, sio tu hapa. Inajulikana. Kwa hiyo pia imetusaidia hata sisi kuondoka, unajua? Wenda bila Magic labda usingenijua wewe, usingenijua mtu mwingine. Wenda ningejulikana, lakini labda kwa njia nyingine isingekuwa kama hiyo. Kwa hiyo imetusaidia. Na yale maisha yalikuwa, yani ukiona kwanza ile shazi wewe mwenyewe unasema leo kwa sauti ya Dudu na ndia ya Chidi Benz, leo kazi ipo. Lakini leo hiyo imetutengeneza kuwa watu noma, kwa sababu tumepiga sehemu noma. Kwa hiyo imetusaidia, sio mpaka uanze kujitafuta uende 1 2 3. Okay. Noma sana. So pale ulikaa muda mrefu sana. Kulingana na nilivyoingia ilikuwa ni ngumu mimi kumove moja kwa moja. Kwa sababu watu walikuwa bado hawajanijua vizuri. Na nilitumia muda mwingi kujitengeneza kupitia pale. Kwa hiyo nisingeweza tu kukurupuka eti nimepiga siku 2 3 4 niondoke. Mchuzi na ulikuwepo pia. Mchuzi ndio hivyo ulianza kama hivyo nilikwambia, kama masiara, lakini baadaye ikawa ni noma kweli. Kwa hiyo meishi pia kujibrand. Okay. Inasaidia. Noma sana. Bana Shue, kuna kitu nitataka tukizungumze kwa uchache kama hautojari, lakini kuna kipindi ulipitia kipindi kigumu cha maradhi. Pole sana. Asante. Na ninapenda kuweza kufahamu kama hautojali, lakini wakati unaumwa, taarifa zinakuja Shua anaumwa sana, amelazwa, kapelekwa paka Mwanza, sijui na nini, mambo mengi sana yakazungumzwa wakati ule. Kipindi kile kilikufundisha nini? Na nini ambacho ulikijua ambacho pengine ulikuwa haukifahamu? Somo kubwa nilojifunza pale, kubwa ambalo siwezi kulichambua nikalimaliza, lakini kwa ufupi ilinifundisha kwamba watu nilionao kwenye kazi pale, yani mazingira ya bar, watu ambao na ball nao sio watu ambao nitakuwa nao kwenye kila tuseme nini, kila nyakati. Na pia wale watu ambao walikuwa huwategemei, wanaweza kuwa watu muhimu sana kwenye kipindi ambacho hutegemei. Ni kweli watu wako wa karibu walikuruka, tutumie neno walikuruka, wakati ambao unapitia kipindi kigumu, kwa maana ya ma DJs wenzako baadhi, sijui labda management ya pale, kwa sababu story kama hizo zilikuwepo pia? No, hakuna aliyeniruka. Hakuna aliyeniruka, hiyo ni kanushe.
lakini kila mmoja alinani kwa nafasi yake, aliplay part yake, kila mtu aliplay kwa nafasi yake. Lakini ambacho tofauti kwenye mimi ambacho naona, lakini kila mtu alisupport. Ofisi management ilisupport na ilikuwa ni mstari wa mbele sana. DJs walikuwa ni mstari wa mbele sana. Mimi yani kwanza siwezi kupata nafasi ya kuwashukuru. Naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru wote ambao walihusika. Yani ma-DJ walikuwa wako mstari wa mbele sana. Okay. Sababu pia unajua Lexon DJs kidogo tuna umoja, lakini pia DJs wote huwa tuna umoja. Lakini vitu vingine ambavyo vinatutofautisha labda ni tabia ya mtu na mazingira yaliyopo. Lakini sisi ni kitu kimoja. Kwa hiyo DJs wali play part yao. Management ili play part yake, wakurugenzi wali play part yao, na familia ili play pia. Kama hutojari pia, ulikuwa unasumbuliwa na nini? Ilikuwa ni shida, ilianza kama tumbo na nini, lakini baadaye nikafanywa operation ya appendix. Kidole tumbo. Kwa hiyo ndio hivyo ikawa hivyo. Kwa hiyo sema tulichelewa kupata ufafanuzi mapema kulingana na huduma zetu za huko. Ndio maana ilipelekea ikawa mbaya zaidi. Kwa hiyo lakini kama tungewahi ilikuwa ni issue tu ya haraka. Sawa kabisa. Sasa kaka, ukapita kile kipindi chote na nini, family, team, maboss kama ambavyo umesema hivi wa The Magic wakawa na wewe wakati ule unapitia magumu kama hayo na vitu vingine kama hivyo. Ghafla binivu Shua akaondoka Magic. Kwa nini? Sababu zipo nyingi, lakini naweza nikataja chache muhimu. Sababu ya kwanza, lakini pia kabla ya kutaja sababu, Magic ni familia. Magic ni bado ni familia, bado ni sehemu ya kiburudani. DJ pia kazi yetu haina limit. Huwezi kunifungia hizo, labda kama sio makubaliano, huwezi kunifungia nikakaa sehemu moja muda wote. Lakini pia sababu nyingine ni maamuzi na mipango. Twende hapo kwenye maamuzi na mipango, nikupe kama sababu sasa ya kwanza. Nipatie kaka. Unajua Shua yule ambaye unamjua wa kipindi kile, wa miaka 4 ambayo imepita. Shua huyu wa sasa tofauti yake ni kubwa sana. Mtu tunaenda tunakuwa day after day, unajua. Kwa hiyo usingetegemea kuniona kwamba mimi DJ wangu utaishia tu kuwa The Magic muda wote nao. Kwa hiyo lazima na mimi na plan zangu za kuwa sehemu fulani na fulani na fulani na kumove kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo ili nifike sehemu ambayo nataka kufika, lazima nianze na step moja kwenda nyingine. Kama nilivyoanza kutoka Geita mpaka kufika hapo. Kwa hiyo nisingeweza kukaa tu hapo, lazima ni move. Kwa hiyo ndio hivyo, kitu cha msingi kabisa ni hicho, lakini vitu vingine ni kawaida tu. Ni vitu vidogo vidogo. Sababu zilikuwa za kimaslahi? No, maslahi sio issue kubwa, lakini pia inaweza kuwa ni sababu kidogo, kwa sababu moja, Shua yule aliyoingia akiwa mdogo, akiwa analipwa nusu ya mshahara wanaolipwa ma DJ wengine. Kwa hiyo ofisi kama Magic inaamini imemtengeneza Shua kuwa huyu ambaye analipwa mshahara mkubwa kuliko ma DJ wengine. Sasa Shua huyu sasa hivi amekuwa ni mkubwa zaidi. Sasa Shua huyu akileta proposal ofisini kwamba sasa hivi Shua huyu anataka kulipwa mara 3 ya wale ma DJ waliopo. Wakati management naamini yenyewe ndio imekutengeneza, inakuwa ni mzozo mkubwa sana ambao serikali inabidi ingilie kati kwenye mapato. Yani lazima TRA wakae hapo waangalie namna watakavyochukua mlabaha. Kwa hiyo pia ni sababu ambayo inaweza ikafanya nisiwe Magic. Okay, sawa. Oya, wewe kama una D2 najua utakuwa umeelewa vizuri, lakini sitaki tena tuendelee hapo kuweza kuzungumzia hayo sana. Lakini kwenye uondokaji wako kaka, nasikia haukuaga. Ghafla binivu tu huyo tunasikia uko Zanzibar, sijui uko nini. Hapana, sio kama sikuaga, lakini
Ilikuwa ni holiday, alafu tayari na mimi nilikuwa na plan zangu. Kwa hiyo kwenda Zanzibar haikuwa kwamba labda nimekimbia. Ngoja kwanza. Taarifa za ndani tukazisikia kwamba umepata kazi Zanzibar. Na mwanzo za ndani zilisema umepata kazi Dar es Salaam. Kiwanja gani? Kwa sijui ni samaki kumbukumbu kama zinatoka hivi. Lakini baadaye tukasikia bana mchizi uko Zanzibar bana karamba chaka kwenye marashi ya karafuu kule. Imekaaje hiyo? Mimi au zangu na mimi za ndani sana. Hizo za kwako hizo sana. Lakini pia ni blessing kwa sababu unajua si DJs uenda labda mtu uliongea naye ni DJs. Unajua DJ anaangalia labda uko sehemu fulani umeposti una nini. Mimi mwenyewe naona status zako kaka. Unahisi labda atakuwa yuko pale lakini mimi nilichukua kama muda kidogo wa kujipumzisha kwa sababu ilikuwa ni holiday. Nikaona sehemu ambayo naweza nikaenda ni Zanzibar. Ilikuwa ni mji ambao nilikuwa na plan kufika. Lakini pia kulikuwa na wanangu ambao nilikuwa natamani kwenda kuona wanapofanya kazi na pia ku-experience vitu vya kule. Sababu muziki unaopigwa kule na huko tofauti kaka. Unapigia Wasukuma muziki ule unaopigwa kule hawezi kukuelewa. Kwa hiyo dili ya kurudi huku ile nikuta nikiwa niko kule. Yaani wewe uliondoka ukaenda zako holiday. Umeenda holiday, wakati uko holiday ndo dili ya kurudi Kahama inaingia. Inaingia. Sasa ilipoingia nikawapa misingi yangu sababu ya kuchelewesha na wakati nikiona kabisa hili ni bunda. Kwa hiyo nikabidi nilitumie fursa na nitumie pia brand yangu kusongeza. Kwa hiyo hapo lakini ulikuwa umeshaaga Magic? Hapo tayari nilikuwa nishatoka. Ulikuwa umeaga? Umeaga. Manake udili umekupata uko holiday kaka. Tayari niko holiday nishaondoka kabisa. Kwa holiday ulienda uko umeshamalizana na kazi sasa. Nishamalizana na Magic. Okay. Sawa. Kwa hiyo deal ndo likaje proposal bwana, inabidi sisi tunakuhitaji. Kwa ambaye afahamu bwana Sure Scratch uko Chomazoni pale sasa hivi anakiwasha. Kwa proposal ikaja mzee tunakuhitaji bana hapa. Kulikuwa na ugumu gani pale? Kwa sababu ukiangalia unakuja kufanya kazi kwenye sehemu ambayo ni rivals wa wale ambao ni wao kibiashara. Yani ugumu pale ugumu wangu mimi ni kwenye ilikuwa ni mwanzo nilikuwa naona kama ile watu watanionaje. Wataniona kama napelekea mashambulizi upande ule. Lakini mimi siko kimashambulizi, mimi niko kikazi. Sababu mimi ni kazi yangu. Unajua na inaweza ikatokea labda nikafanya sehemu nyingine tofauti na hapo na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo ilikuwa najaribu kufikiria kwa sababu kipindi ambacho mimi naumwa familia ya The Medic ilinitreat poa sana. Hiyo siwezi kushindwa kushukuru. Ilinitreat poa, kwa hiyo kulikuwa na kidogo binafsi nilikuwa naona kama ile wataona kama nawashambulia, lakini biashara lazima zifanyike, kazi lazima ziendelee na kama lazima iwe kubwa, uwekezaji lazima ufanyike. Kwa hiyo tunategemea pia kupata prices zingine kali kubwa tofauti na hizi. Kwa hiyo kwa haraka mwenye fikra finyu hata anaweza sielewe, lakini kwa mwenye uelewa tunataka wawekezaji wengi, tunataka baa ziwe nyingi, tunataka venues ziwe nyingi ili mambo ya makubwa watu wapate exposure na watu wapate ujira. Unajua kukiwa na venue nyingi hata thamani yetu pia sisi inaongezeka. Kwa sababu atanitaka huku nitaweka dau langu. Huyu ataweka kiasi, huyu ataongeza kiasi. Mimi nitapata thamani. Lakini kuliko kusema eti tutakaa kwenye nani moja, inakuwa sio sawa. Sio nyama.